Ya kwanza, tumekuja hapa kwa sababu Mau Forest ndio msitu wa muhimu zaidi katika taifa letu la Kenya. This is the largest water catchment area in the Republic of Kenya. Hapa ndio mito karibu 12 inaanzia hapa Mau Forest. Na kwa sababu hiyo, katika ile mpango yetu ya kupanda miti Kenya, mpango ya kupanda miti bilioni 15, kati ya sehemu ambazo tutaweka kipao mbele ni msitu wa Mau. Wengi hawakuamini ya kwamba tuko na mpango ya msitu wa Mau. Wengi walikuwa wanaongea porojo na fitina kuhusu msitu wa Mau. Wengi wanaongea hawana mpango, but we have a comprehensive plan on how to restore Mau Forest and use it as a source of livelihood and use it as a source of water for all our rivers, and to make sure that we can derive benefits from Mau Forest. Sababu hiyo, kule Narok tumeweka ua ama fence kwa mambo ya msitu wa Mau Forest. Na ndio tumekuja sehemu hii ya Nakuru County ikiungana na Kericho County. Na mimi nataka nishukuru wananchi kwa sababu nyinyi ndio mmekuwa agents wa program ya restoration ya Mau Forest. Hapa chini tumeonyeshwa vijana karibu 450 ndio wanasaidia katika kupanga vile tutapanda miti katika Mau Forest. Na mimi nimekuja hapa kuungana na nyinyi. Mpango yetu katika mpango wa Mau Forest ni kuhakikisha kwamba ile sehemu ambayo imeharibika, ambayo inahitaji restoration, karibu ekari 33,000 hectares of Mau Forest requires restoration because it is degraded. Na watu wamekata miti na sehemu hiyo imeharibika, na ndio tumeanza safari hiyo. Every year we are going to do 3,000 hectares so that in 10 years we will have restored 33,000 hectares of Mau Forest, so that we can continue to derive water resources, forest resources and livelihoods for the residents of Nakuru County and for the people of Kenya in general. Sababu hiyo mimi nataka nishukuru wale wote wamehusika, hasa wizara ambayo inahusika, wizara ya mambo ya mazingira na misitu, PS wangu Bwana Ngeno ambaye sasa ndio champion ya restoration ya sehemu hii. Na mimi nitawaeleza ya kwamba we are mobilizing the whole of government to make sure that our program on restoration of our degraded areas and the planting of 15 billion trees and restoration of 10,000 hectares of degraded areas around Kenya is done. Tayari tumekubaliana ya kwamba itakuwa ni shughuli ya Wakenya wote na serikali nzima. Tumeanzisha leo barabara ya kutoka hapa unaweza Kinamba? Kinamba hapa chini. Hiyo barabara ya kutoka Kinamba kuelekea mpaka mahali inaitwa Jepkino, hiyo pande ile nyingine. Hiyo barabara tutawajengea. Hii barabara ya kutoka Kiambereria hapa, nimesikia vile mmesema. Kiambereria hapa kupitia hapa kwenu inaitwa Baringo ama wapi hapa, kuteremuka mpaka ifike Kuresoi shopping center na iteremuke iende mpaka Jepsir. Hiyo barabara vile vile mimi nataka niwahakikishie yule mtu tumepatia asipofanya hiyo kazi tutatafutia yeye kazi nyingine, tutaleta contractor mwingine. Amesikia vile mmesema. Alikuwa ananiambia ati mvua inamsumbua, saa zingine inanyesha. Lakini mimi nitamkaza, nimwambie ya kwamba hiyo kazi lazima atimize, kwa sababu wananchi wa hapa ni wafanyabiashara, wananchi wa hapa ni wakulima na wanasumbuliwa kufikisha mazao yao sokoni. Tumeelewana? Vile vile mmetuuliza barabara ingine ya kwenda mpaka Itare. Inaitwa Majipunda. Hii Majipunda, punda huyu alikuwa na maji gani? Mahali inaitwa Majipunda inaenda mpaka Itare. Pia hiyo tumekubali na saa hii imetangazwa kandarasi ya kujenga hiyo barabara.
Pia kuna barabara ingine mumetuuliza ya kutoka Kipkoris mpaka Kabucho. Hiyo barabara vile vile tumetangaza na tutawajengea. Hapa Nakuru County tuko na barabara kilomita 230 mpya ambayo tutajenga hapa Nakuru County. Tumetafuta pesa, nyinyi mnajua kuna barabara nyingi tulizianzisha zikakwama kwa sababu pesa iliisha. Sasa tumepanga vizuri. Na mimi nakubaliana na gavana wenu. Sio Nakuru peke yake. Mimi nimetembea Kenya mzima. Shida kubwa wananchi wanasema ni barabara. Wananchi wanahitaji barabara. Na ni kweli lazima tutafute mbinu mpya ya kujenga barabara. Hatuwezi kuendelea kujenga barabara vile tunajenga. Kwa sababu hii haiwezi kutupatia zile barabara tunahitaji. Hii barabara hapa Nakuru kilomita 200 haitoshi. We need minimum at least 1,000 kilometers of new roads in Nakuru County. Na hiyo inahitaji pesa nyingi. Nimeweka makadirio ya zile barabara tunahitaji katika taifa letu la Kenya. Wananchi wameniuliza kila mahali. We need approximately 1.5 trillion ya kutengeneza hizo barabara. Na hiyo pesa haiwezi kupatikana kwa budget. Ni lazima tuanze kufikiria vizuri. Na mimi nitakubaliana, tayari tumeweka mpango kama serikali. And we are going to parliament ili tuanzishe hazina mpya ambayo inaitwa National Infrastructure Fund, ambayo sasa itatusaidia kuhakikisha kwamba tunajenga barabara za kutosha. Na tukianzisha barabara tuwe na pesa ya kuhakikisha ya kwamba hiyo barabara imekamilika. Tusiwe tunakwama barabarani. And therefore I want to tell the country, it is true, we need sufficient roads in Kenya if we have to grow our economy sufficiently, if we have to facilitate the people of Kenya to transport their agricultural produce, to participate in growing our economy. We need minimum another 10,000 kilometers of new tarmac in Kenya. And we need 1.5 trillion money to be able to drive that program. And for us to do that, we are going to have a national infrastructure fund, and we are going to look for resources in different ways, using the budget, using privatization, using capital markets, using private-public partnerships, so that we can develop sufficient roads in all the areas of the Republic of Kenya. Kwa hivyo mimi nawaambia wabunge wajitayarishe, sisi kama serikali tumejitayarisha, kwa sababu yale wananchi wanasema wanataka barabara zaidi. Ni kweli ama si kweli? Si gavana wenu wamesema hapa mnahitaji barabara zaidi? Si mbunge wenu wamesema mnahitaji barabara zaidi? Tujenge barabara zaidi ama tuzijenge? Tutafute hazina maalum ambayo itashughulika na ujenzi wa barabara, ndio tujenge barabara ya kutosha, na tukianzisha barabara isikwame. Ni hivyo ama sivyo? Mnasema twende hiyo barabara? Na ndio sababu mimi nataka muelewe, next month, hii mwezi wa 11, hii barabara yenu ya kutoka Nairobi kuja Nakuru mpaka Mau Summit, na sasa nimesema sitaki ikwame Mau Summit, nataka iende Kericho, iende Kisumu, na iende Eldoret, iende Malaba. Hiyo barabara ya dualing tunaanzisha mwezi ujao. Na tunaanzisha mwezi ujao kwa sababu tumeweka mpango maalum ambayo inaleta private sector katika ujenzi wa barabara. Kama tungesema tuweke pesa ya budget ya serikali katika hiyo barabara, hatungejenga. Kwa hivyo we have to think outside the box if we have to build enough roads in the Republic of Kenya. We have to bring investments from the private sector. We have to go to the capital markets to raise resources, and we have to build more resources in our budgets so that we can satisfy the requirements of infrastructure in the Republic of Kenya.
Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze vijana, niwaeleze wazee, niwaeleze wananchi wa Nakuru ya kwamba ni kweli tunahitaji hizi barabara, na ndio sababu hii barabara hatuwezi kujenga vile tumekuwa tukijenga barabara. Itachukua sisi, Yesu atarudi kabla hatujamaliza hizi barabara. Nyinyi mnanielewa? So lazima tuwe na mpango tofauti. We must have a different plan. We must be innovative about how we are going to build more roads in Kenya. Na nitarudi hapa next month tukuje tuanzishe hii barabara yenu. Na hiyo barabara itakuwa leni 4 kutoka kule Nairobi kupitia hiyo barabara ya juu, na leni 4 kupitia barabara ya Mai Mahiu itakutana pale Naivasha. Alafu sasa itakuwa leni 6 kutoka Naivasha mpaka Nakuru hapa. Kwa sababu tumeona leni 2 tukiweka hata dual carriage itajaa ndani ya mwaka 5. That's why we are expanding it so that we have a 6-lane road, ili tuhakikisha kwamba wale wanaenda Malaba wafike haraka, wale wanaenda Nakuru, wale wanaenda na Eldoret, wale wanaenda Kericho, wale wanaenda mpaka Uganda, tuweze kukamilisha hayo maneno. Hapa Nakuru County vile vile mimi nimefurahi, hapa tumeanzisha mradi wa mambo ya stima. Mimi ninajua ya kwamba hii Nakuru County kidogo ilikuwa nyuma kwa mambo ya stima. Hasa hapa Kuresoi ndio ilikuwa nyuma hata zaidi. Sababu hiyo ndio watu wa Kuresoi tumewapatia shilingi milioni 400 hapa Kuresoi North ya kuunganisha stima. Nakuru County tumewapatia pesa 2.6 billion tuunganishe wananchi 22,000 manyumba zaidi ya wananchi hapa Nakuru County. Na mimi nitatuma waziri, nitatuma PS wasimamie hiyo kazi. Nataka ndani ya miezi 6 tuwe tumemaliza hiyo kazi ya kuunganisha manyumba ya hawa wananchi 22,000, ndio tuweze kuwa na mpango ambayo itafuata mwaka ujao. Vile vile tuko na ile program yetu ya kujenga masoko na kujenga affordable housing na kujenga hostels. Mimi natangaza nikiwa Nakuru hapa ya kwamba we are making the highest investment in the history of Nakuru County. Hapa tunaweka pesa shilingi bilioni 28 ya mambo ya affordable housing, maneno ya soko na maneno ya hostels. Masoko ambayo tunajenga hapa Nakuru County ni masoko 25. Mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru, kumewahi kujenga soko 5 Nakuru County? Waja 25. Haijawahi kujengwa. Ndani ya hii miaka 3 soko tunajenga saa hizi ni soko 25. Hostels ambazo tutajenga ni ya vijana 6,000 watapata hostels katika Nakuru County. Na tunafanya hivyo sehemu zote za taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaulize vijana wa Nakuru County, mjumuike katika hiyo program. Kama wewe ni engineer, ama wewe ni architect, ama wewe ni plumber, ama wewe ni electrician, ama wewe ni mason, ama wewe ni carpenter, hata mtu ya mkono, tuingie huko, ujipange, ndio tuendelee na kujenga Nakuru County wakati tunajenga Kenya. Vijana mko? Mnanisikia? Hiyo kazi ingine yote pia mnajua tuko na program ya digital jobs pale kwa ICT hubs, pale kwa Jitume Center. Pia mjipange na mambo ya digital jobs. Pia wale mko na mpango ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya, we have a program for you, na tumepunguza ile mambo ilikuwa inahitajika. Hata ile passport ilikuwa mnangojea karibu miezi 3-4, sasa passport inapatikana inside 1 week kwa wale ambao wanataka kusafiri. Na hiyo kazi yote tunataka tushirikiane. Pia mimi nataka niwaambie vijana wa Nakuru County, asanteni sana, mlijitokeza last week wakati ilikuwa inafanywa verification ya Nyota program. Na PS ambaye anahusika na hiyo program yuko hapa, Bwana Fikirini Jacobs. Huyu kijana ni PS wangu na ni kijana wa miaka 30. Yeye ndiye anasimamia hiyo kazi na ndio principal secretary wa hiyo kazi. Sasa nyinyi vijana, Friday next week ndio tunaanza kupatiana pesa ya Nyota.
Wale ambao mtakuwa mmekuwa verified, makaratasi yako iko sawa, biashara yako tunajua inafanya kazi gani, sasa wewe tutakupatia 50,000 pesa taslimu ya Kenya. Hiyo ni mpango ya serikali. Vijana 3,850 wa Nakuru County tutawapatia pesa katika hiyo mpango, na tutaendelea na hiyo mpango mpaka tufikie watu wengi. Pia tuko na vijana ambao wamefanya courses tofauti lakini hawajapata stakabadhi za ile courses wamefanya. Hata wengine hawajafanya course yeyote. Pia tuko na mpango ya kuwasaidia. Kama hujamaliza shule, kama ulimaliza shule na hujafanya course yoyote, tuko na program ya kukusaidia kukufanyisha course. Tutakulipia, tutakupatia stipend, ndio tuhakikisha kwamba vijana wengi tunawawezesha waweze kuwa na taaluma mbalimbali, ndio wachangie katika kuendesha taifa letu la Kenya. Pia kina mama na vijana na wale wengine wote pia tutawahusisha kwa mambo ya ACBO ama Government Procurement Program, ili muweze kufanya biashara na serikali ya county na mfanye pia biashara na serikali ya kitaifa. Hiyo ndio mpango yetu, tuhakikishe kwamba tunawajumuisha vijana wa taifa letu katika maendeleo ya taifa lao. And that is why we have housing and markets and hostels to make sure that we give opportunities for young people to work. It is also the reason why we have the program on digital programs under Jitume program, ICT hubs, to create a big ecosystem of digital jobs. And that is why we have the export of labor, where we are facilitating more young people to work outside Kenya. And that is why we also have the Nyota program as part of mobilizing the talent, the energy, the effort, the expertise of young people, in them participating in driving the development of our country forward. Mimi vile vile nataka niwashukuru watu wa Nakuru County, kwa sababu mimi nilisimama mbele yenu wakati wa uchaguzi na nikawaambia ile matatizo tuko nayo kwa mambo ya sekta ya elimu, hiyo matatizo tutatatua. Tulikuwa na shida na CBC, tumetatua matatizo ya CBC. Tulikuwa na tatizo ya walimu, tumeajiri walimu kufikia Januari 1,100 wapya. Tulikuwa na shida ya madarasa, tumejenga madarasa 25,000 mpya. Tulikuwa na shida ya universities, tumetatua matatizo ya capitation ya university, tumetatua matatizo ya funding ya university. Now our universities are funded better for them to be able to deliver on their mandate. Kwa hivyo sekta ya elimu tumeweka mpango kamili, kwa sababu hiyo sekta ni ya muhimu, kwa sababu ndio sekta inachangia usawa katika taifa letu la Kenya. Mtoto wa tajiri, mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu, na ndio sababu tumeweka pesa nyingi kuajiri walimu, kujenga madarasa, kuweka funding ya university na kunyorosha CBC. Ndio tuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma, na mtoto asikose kwenda shule kwa sababu mzazi wake hana uwezo. We want to make sure that all our children go to school. Mwisho, tulikubaliana pia na nyinyi ya kwamba mambo ya matibabu, hospitali, isiwe ni starehe ya watu matajiri, wale wako na kazi ama wale wako na pesa. Kila mwananchi aende hospitali, atibiwe na karama ilipwe na serikali ya Kenya. Pale kwa dispensary, pale kwa health center, nataka munisikize vizuri. Nakuru hoye. Nataka munisikize vizuri. Sawa sawa? Kila mmoja wetu, kazi yako ya muhimu ni ujiandikishe kwa SHA. Kwa sababu gani ujiandikishe? Iko sababu 3. Number 1, tunataka kujua wananchi wangapi wako katika mahali fulani, hospitali yao ni gani. Ndio tuweze kupanga madawa kiasi gani inahitajika. Tuweze kupanga vifaa ya matibabu kiasi gani inahitajika. Na tuweze kupanga madawa kiasi gani na wauguzi ama wafanyikazi wa hospitali kiasi gani wanahitajika.
Kwa hivyo mimi hapa Nakuru County nataka niwashukuru wananchi 1960 tayari wamejiandikisha. Almost 1 million citizens in Nakuru County have registered in SHA. Lakini bado wananchi wengine milioni moja bado hawajajiandikisha. We are only at 44%. Mimi nataka niwaulize wale, kila mtu ambaye hajajiandikisha jiandikishe, kwa sababu tunataka tukujue, ndio ukikuwa mgonjwa tupange vile utatibiwa. Hii mnanielewa? Wangapi wamejiandikisha hapa kwa SHA? Ala, nyinyi wote? Haya, wale hawajajiandikisha nione. Mnangoja Yesu arudi ama mnangoja nani? Ogeningo. Kila mmoja wetu kujiandikisha ni bure. Alafu tutakupangia vile utasonga na mambo yako tukisonga mbele. Watu wa Nakuru tumeelewana? Uende kwa hospitali. Hospitali ya serikali, hospitali ya mission, hospitali ya private. Kama wewe unaenda hospitali ile inaitwa outpatient, uko na malaria kidogo, uko na homa, tumbo inakusumbua, sijui nini madogo, hiyo unaenda na kwenda nyumbani. Hiyo hata ukienda hospitali ya private, kama wewe ni registered in SHA, unatibiwa na unaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Iwe ni hospital ya serikali ama ya private ama hata ya mission. Nyinyi mnanielewa? Na mtu akikuuliza pesa kwa hiyo hospitali, umetibiwa homa na uko na kadi yako na uko na usajili yako ya SHA, piga ripoti kwa polisi, mwambie hii hospitali wananiuliza pesa na mimi niko registered na SHA. Nyinyi mnanielewa? Wacha nirudie. Nimesema hivi, kama wewe uko na homa, malaria, sijui tumbo inakuumiza, sijui nini, hii madogo, hii ugonjwa hii ya kwenda hospitali na kwenda nyumbani. Kama wewe uko registered na SHA, uende kwa hospitali ya county, uende kwa hospitali ya mission, uende kwa hospitali ya private, utatibiwa na uende nyumbani bila kuulizwa pesa yoyote, kwa sababu serikali italipia gharama yako ya kutibiwa kwa hospitali. Nyinyi mnanielewa? Na mtu akijaribu kukuuliza pesa, upige ripoti kwa polisi. Okasi? Mumesikia? Upige ripoti kwa polisi, mwambie matapeli wako kwa hiyo hospitali. Wananiuliza pesa na mimi ni mtu nilikuwa na malaria na niko registered kwa SHA na serikali imesema itanilipia. Rais mwenyewe amesema iko mtu serikali kuliko mimi. Mnangoja serikali gani tena iongee? Si ndio mimi ndio serikali? So mwambie serikali ya Kenya imesema. Mumenielewa ama mjanielewa watu wa Kuresoi na Nakuru? Tumeelewana? Kwa hivyo twende hiyo barabara, tushirikiane namna hiyo na tufanye kazi kwa pamoja. Mwisho, mimi najua ya kwamba mumesema nyinyi ni watu wa kimbiaji wa sehemu hii, nyinyi ni watu wa riadha, nyinyi ni watu wa michezo, na nchi yetu nzima ni nchi ya sporting nation, si ndio? Ndio sababu nimekubali ya kwamba ile stadium iko pale Olenguruoni ambaye tumeita jina ya Faith Kipyegon. Hiyo stadium tumeweka milioni 400 kujenga hiyo stadium iwe ni stadium ya kisasa. Vile vile ile stadium ulijenga hapa Afra ikajengwa nusu. Sasa nimechukua hiyo stadium, nimeweka milioni 550 nikamilishe, nijenge iwe ni status ya international. Tunaelewana? Na pia gavana wenu aliniuliza niwamalizie hospitali ile kubwa ya hapo Nakuru, ndio tuwe na hospitali level 5 ikielekea level 6. Pia nimekubali hiyo, nitatumana watu yangu watakuja kuwatengenezea, ndio Nakuru iwe na vifaa ya kutosha ya kupeleka mambo yao mbele. Kwa sababu ya mvua na bado mimi niko na shughuli nyingine, mimi nimefurahi kufika hapa. Huyu mjumbe wenu Bwana Mutai ameniambia iko shule hapa inaitwa Baringo. Ati ni hiyo Baringo ama ni gani? Baringo ameniambia wanahitaji bus. Mimi wewe mheshimiwa nitakuacha na milioni 5, utaongeza yako ununue bus. Si ndio? Mauna hata? Ama tumekubaliana watu wa Nakuru?
Tumekubaliana? Sasa sikizeni. Nafasi ambayo tuko nayo sasa ni nafasi ya kujenga taifa letu la Kenya. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu na kwa uwezo wenu, kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote. Wakenya kutoka jamii zote, kaunti zote, dini zote. Jukumu letu ni kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Mimi nataka niwahakikishie Wakenya wote, hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma kwa mambo ya maendeleo. Sisi wote ni ndugu moja, wa taifa moja. Siasa duni ya kujaribu kugawanya Wakenya na mapendeleo na ubaguzi haitafanyika chini ya serikali hii. Tunataka tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya. Kenya haiwezi kubadilishwa kwa maneno na matusi na mambo ambayo hayafai. Kenya itabadilishwa kwa miradi na mipango ya maendeleo. Na ndio mimi nawauliza viongozi wote, sote tuungane, tushirikiane. Barabara zinahitajika kilomita 10,000. Ni jukumu letu kama viongozi tufikirie vile tutapanga hiyo barabara itajengwa kwa njia gani, pesa tutapata kwa njia gani. And that is the mission I have, and I am going to lead from the front in making sure that we do that. Mumesikia tunasumbuliwa na pesa ya kujenga hapa Itare. Ni kweli tuko na mabwawa ya maji ama dams karibu 50 Kenya, 55 ambayo inakaa kama hii Itare. Lakini kwa sababu ya pesa ambayo haitoshi, tunasumbuana, na ndio sababu lazima tuwe na National Infrastructure Fund ambayo itatusaidia kukamilisha hizi dams, badala ya kungojea watu kutoka wapi watusaidie na hiyo kazi. Kwa hivyo watu wa Kuresoi, watu wa Nakuru, mimi nawapenda sana, asanteni sana. Najua mvua ndio hiyo, na watakia baraka ya Mungu, na mimi niko area, mkinihitaji tutaonana. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. God bless you. Thank you very much. Haya, tumpongeze rais kwa makofi tafadhali. Your Excellency, kuna